Ni takriban siku 21 zimeweza kutumika kusafirisha boti hii ya uokozi kwa ziwa hili Victoria. Safari hii ilianzia mkoani Mtwara na kumaliza takriban mikoa 9 mpaka kufika katika mkoa huu wa Mwanza. Na hapa tunapozungumza, boti hii ipo katika eneo katika wilaya Misungwi, eneo la Kigongo hapa mkoani Mwanza, ikiwa inasubiri kuteremshwa ama kushushwa na kuingizwa rasmi katika ziwa Victoria. Prime TV tumefika katika eneo hili kuzungumza na dereva kutoka Raphael Logistics ambaye yeye ndiye alisafirisha mzigo huu kutokea mkoani Mtwara mpaka kufikisha katika mkoa huu wa Mwanza ukiwa salama, na anatueleza baadhi ya changamoto ambazo alizipitia mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Abdul Aziz Nangwalanya kutokea hapa wilayani Misungwi mkoani Mwanza. Naitwa Hamidu Mshamwege, ni mfanyakazi wa Raphael Logistics, ni dereva ambaye nimebeba hiyo boti. Safari yangu ilianzia kutoka Mtwara mpaka Mwanza. Kutoka Mtwara mpaka Mwanza nimepita mikoa 9 mpaka huu ambao niliingia hapa ni wa 10 sasa. Safari yangu ilikuwa ya kilomita 2300 mpaka hapa nafika hapa. Wakati naipakia hii boti ilikuwa naona ni mzigo tu wa kawaida kama mizigo mingine ya Raphael Logistics, kwa sababu Raphael Logistics kazi yetu kubeba mizigo mipana mikubwa ambayo imeenda juu, imeenda pembeni, imeenda mirefu, ndio kazi yetu. Isipokuwa nilichukua tu kawaida, lakini nilipopakia kadri ninavyozidi kwenda naona taswira za wananchi wa Tanzania inakuwa tofauti kidogo. Imekuwa ni mshangazo mkubwa sana kubeba hii boti. Wanajiuliza kwa nini natoka Mtwara inabebwa mpaka inafika iende Mwanza. Kaja gundua kwamba serikali imeamua kuibeba kutoka Mtwara, bandari ya Mtwara mpaka Mwanza iko bora zaidi, kwa sababu tushazoea boti ikija itakatokatwa afu itaja kuungwa, lakini serikali ikaona kwamba masuala ya kuunga sio mzuri, kwa sababu vitu vya kuunga vinakuwa havina ubora. Kwa hiyo kilichoundwa kutoka huko Ulaya, nafikiri hii imetoka Uturuki, ndicho kilichotumika hapa Mwanza. Hivyo kutoka kule ndivyo tutakuja Mwanza. Hakuna kuunga, hakuna makusudi yamefanyika. Nimefurahi sana kwa uitikio wa wananchi kwa mkoa hadi mkoa nilikuwa napita. Kwa kwetu watu wanakusanyika, kwa sababu tulitangaza kabla ya kusafiri kwamba kuna mzigo utapita maeneo fulani. Kwa hiyo wananchi na watumiaji wa barabara wafahamu kwamba kuna kitu cha ajabu kinapita. Kwa hiyo wakataka kuona hii, kwa nini boti itembee barabarani, kitu ambacho hakiwezekani, hawezi kuona. Lakini Raphael Logistics wanaweza kusafirisha huo mzigo. Hivyo tulikuwa tunapita kila mkoa, watu wanakusanyika, wanajaa, wanaona na wanasema, I say kweli tumeona. Na wengine wanasema sehemu fulani itapitaje, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na uzoefu wa Raphael Logistics kwa usafirishaji tumefika. Najisikia faraja sana na najisikia furaha, kitu ambacho sijawahi kufikiria kwamba nitatrend sana kwenye mitandao kwamba Hamidu Mshamu anaonekana huku media kama hivi inakuja nyingi. Sijawahi kufikiria, kwa sababu kwa nini? Mimi sio msanii, mimi sio mtu maarufu, hivyo ni dereva tu wa kawaida kama madereva wengine. Tena ni dereva ni wa chini, wala sio labda madereva. Sijawahi kufikiria. Kwa hiyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu sio kumpatia tamaa. Mwenyezi Mungu anaweza kutenda chochote kile kwa wakati wote ule bila mwenye kufikiria. Sasa hivi nimefurahi sana, Tanzania inanifahamu, lakini wakati niko njiani nilikuwa kadri ninavyozidi kuona klipu zinapita mitandaoni nilikuwa na hofu kidogo, kwa sababu kikitokea chochote kile cha bahati mbaya mimi naathirika, kampuni yangu inaathirika. Kwa sababu kwa mfano mzigo umeanguka, Hamidu Mshamu kaangusha mzigo. Okay, Raphael Logistics imeniacha kwa sababu nimeangusha ule mzigo. Napata wapi kazi? Sehemu yote wasema wewe jamaa ameangusha boti, nakosa kazi. Kwa hiyo nikafanya kazi kwa ufanisi ule mara 10 ambao nilikuwa naifanya za awali. Niko makini kuliko maelezo, ili nisiangushe kampuni yangu pia mimi mwenyewe, kwa sababu kila mtu anakuwa anajua. Kama wewe watu wanafahamu Hamidu Mshamu anatembeza ile boti, ikiwa mtu kaangusha boti. Kwa hiyo inakuwa athari kwa mdogo kwa bidii, kwa
nguvu kweli kweli kunusuru kampuni yangu mimi. Changamoto kubwa kwa kweli, barabara zetu za ndani ni nzuri, tunashukuru Mungu. Imeunga mikoa hadi mikoa 9 tumetembea mpaka huu wa 10 ni barabara ya kiwango cha lami. Mikoa 9 tunatembea mpaka sasa hivi, huu mkoa wa 10 ni barabara ya lami, isipokuwa kuna changamoto ndogo ndogo ambazo miti tunasema, kwa sababu mzigo mwingi sana. Kwa gari zingine zinapita bila shida yote, ila sababu mzigo mwingi sana, kuna miti ambayo inaziba barabara. Hivyo tulijipanga, kwa sababu kuna watu wa survey walisha survey njia wakaiona. Tulijipanga, tulikuwa na chainsaw, tulikuwa na mapanga, tulikuwa na watu kwa ajili ya kupata ile miti. Ila miti mingine inakuwa mikubwa, mingine inakuwa michache sana, kwa hiyo inachukua muda. Kwa hiyo kama mlikuwa unafuatilia, utaona kipande tulichotoka kutoka Mtwara mpaka tunafika Njombe, tulikuwa tunatembea kilomita chache sana. Kule ndio kuna mitihani sana ya miti, na pia waya ziko chini sana, isipokuwa TANESCO nao wanatusaidia, wakazima umeme na wenyewe wanakuepo mkoa na watu wale ndio TANESCO, na kuna baadhi ya kwetu sisi wenyewe nao wako kule kwa ajili ya kuinua waya na sisi ili mimi nipite. Kwa hiyo TANESCO walijipanga wilaya kwa wilaya, walikuwa wanabadilishana. Pia tulipofika Njombe, askari nao wakawa wanajipanga vile vile kutupokea. Tulikuwa na askari wetu wenyewe wa kutembea nao, lakini kila mkoa wakajipanga, sasa tunaupitisha mzigo na tunapolala tutaulinda. Ni kitu ambacho mimi sijawahi kuona. Kwa hiyo mimi ninapolala sehemu yote naondoka, wanakuja askari wa serikali, sio askari wa serikali ndivyo wanalinda ule mzigo. Kila mkoa wanatupokea na tunapolala wanalinda wao. Nilikuwa na hofu kubwa sana, kwa sababu unajua nalipwa na serikali. Umeona hivyo. Tulisema kwamba mzigo utafika kuanzia siku 25 mpaka 30. Kwa sababu gani? Ile ni taarifa ya kuwataarifu wananchi, watu ambao wanatumia barabara ile ambayo tukatumia. Sio hivyo basi, tuliweka maximum. Kuna dharura ingeweza kutokea kubwa sana, labda gari kuharibika kama hivi, alafu ukasema labda tutatumia siku 25 alafu inazidi siku 30. Watu wasema watastuka, watasema walisema siku 25, mbona tuko 30? Kwa hiyo lazima tuweke siku kadhaa mbele ili kubalance muda. Kama tutashukuru Mungu, gari haijapata changamoto yote zaidi ya hiyo, na gari imetembea vizuri. Uweze amini, kutoka tunatoka Mtwara mpaka tunafika hapa tumepata pancha moja tu mpaka tunafika. Jambo la Mungu, na tunao mafundi. Kuna watu mnaona wako pembeni wale ni mafundi. Chote tunatokea kama vile magari ya mashindano yanavyotengenezwa haraka ndio jinsi ilivyo. Na ile pancha itengenezwa ndani ya dakika 5 tu. Kwa sababu ile gari inajiinua yenyewe, upige jeki, ina booster. Kwa hiyo unafungua tairi, inajiinua yenyewe, unatoa tairi, unaweka tairi nyingine, unaishusha, unaondoka. Ni swali la haraka sana. Nafikiri fursa imetumika, kwa sababu najua wale TANESCO walikuwa wanatusindikiza, watakuwa wamepata mileage. Kuna watu wa TANROADS nao kwa tusindikiza, nao vile watakuwa wamepata mileage kwa sababu kuna safari nao. Kuna watu ambao walitumwa kuja, walikuwepo, sijui walitokea wapi sifahamu, lakini walikuwepo kwa ajili ya kuchukua 1 2 3. Nao nafikiri walikuwa wanapata mileage, walinufaika. Watu wengi sana, hata wale wa juu mko mnaona wengi walinufaika kwa hili. Kwa swala la kushusha, hii wajeje wetu hapa ni TASAC. Sasa wao wametukaribisha na walijipanga, kuna mashine walileta, lakini kutokana na sisi hapa ni watu wa logistics, kwa hiyo tunafahamu mashine gani ambayo inaweza kashusha, mashine gani ambayo haiwezi ikashusha. Kwa hiyo tuliangalia ile mashine tukasema ni ndogo, kwa hiyo tutafute kubwa ambayo inaweza ikashusha. Kwa hiyo watu wa TASAC wako sasa hivi kumepika kwa ajili ya kutafuta hiyo mashine kubwa